Asubuhi tulikuwa na neno la Mungu linalosema kuwa huru kutokana na sheria ya Roho Mtakatifu. Lakini leo tuna ujumbe unaosema Mungu anatutaka tukue tufahamu yeye. Twende kwenye kitabu kile cha Waefeso ile sura ya 1. Kwa sababu hiyo, mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote, siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la wito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akaweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko falme wote, na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake unayekamilika kwa vyote katika vyote. Sura ya 3, 18-21. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa dunia unaitwa, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu za kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo wingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. 13-16 sura ya 4. Neno la Mungu linasema, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huko na huko na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tufikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Mungu anatutaka tukue tumfahamu yeye. Ndio kichwa cha ujumbe wetu asubuhi ya leo. Mungu anatutaka tukue tumfahamu yeye. Ukuaji una hatua nyingi. Tukiangalia katika hali ya kawaida ya ukuaji wa kimwili, tuna hatua, na huwa tunapenda mtoto anapozaliwa anakuwa. Tunaangalia ametoka katika kunyonya, anakaa, anakunywa uji, anakuwa mpaka anafika mahali anatembea. Tunajisikia vizuri, kama mzazi anajisikia vizuri. Hatua zote za makuzi anajisikia vizuri. Unampeleka shule, unaangalia kabisa akili zake ziko vizuri, na hata akienda kule anafanya vizuri, tunajisikia vizuri. Lakini pia tukija katika ukuaji wa kiroho, unazuia njia nyingi. Kumjua Yesu sio njia moja. Yako mambo mengi ambayo yanatufanya tumjue Yesu. Na ukuaji huu wa kumjua Mungu una nyanja mbalimbali. Tunaweza kukua kupitia kufurahi. Unafurahi umepita mahali fulani, ukajisikia furaha na ukabaki na hiyo kumbukumbu. Hautabaki kama ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine pia tunakuwa kwa kutoa machozi. Kuna mahali
Bwana Yesu asifiwe. Kuna kukua katika fani mbalimbali, katika uongozi tulionao, katika huduma tulizonazo, katika huduma yoyote ile kuna kukua. Hatuwezi kubaki kama tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa. Nakumbuka ile sura ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho wa pili, Mtume Paulo anaeleza katika utumishi wake. Anasema ashukuriwe Mungu Baba atupaye kushinda. Anasema kwa sababu ile mstari wa 8 tulikutana na dhiki kuu pale mji wa Efeso. Anasema ile dhiki ilikuwa ni ngumu sana. Lakini tulipokumbuka tumaini la ufufuo tukajitia nguvu. Tukasema hata kama tukifa tutafufuka tu. Na hiyo ilikuwa ni chuo kwake yeye kwa ajili yetu sisi. Na hakubaki katika hatua ile. Baada ya kushinda ile dhiki alikuwa na hatua nyingine. Na kama katika kukua kiimani aliongezeka kiimani. Na hata kama kukua katika huduma yake aliongezeka katika huduma yake. Hakubaki kama alivyo. Kwa ukuaji katika hatua yetu na mwendo wetu wa Kikristo unazo hatua nyingi. Na tunapita kwa kila mmoja na njia yake mwenyewe. Lakini Mungu anataka tukue. Haleluya. Mungu anataka tukue tumfahamu yeye. Na kumfahamu yeye kuna namna nyingi sana. Sasa tunarudi kwenye kitabu hiki ambacho tumesoma kwa waraka wa kanisa la Waefeso. Mtume Paulo anaandikia kanisa la Waefeso. Na ilikuwa ni mwaka wa 62 AD. Na ujumbe mkubwa wa kuandikia kanisa hili ni Kristo na kanisa. Na ujumbe wake mkuu ulilenga kwa washirika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alilenga kwa washirika kama mimi na wewe leo. Na hiki kitabu alipoandika hakuwa katika mazingira mazuri. Ndio maana nawaambia ukuaji una namna zake. Kitabu hiki kimeandikwa wakati wa Mtume Paulo yuko gerezani. Ukumbuke yuko gerezani, lakini bado ana msukumo. Roho Mtakatifu anamsukuma kuandika waraka kuwatia moyo wa kanisa la Waefeso. Haleluya. Amen. Haleluya. Aliandika vile unajua gerezani. Na bahati mbaya ilikuwa gereza ambalo liko kwao kama yenyewe kama Myahudi, lakini alikuwa kwa Warumi kule. Na ndio na hiyo ilikuwa final safari yake ya kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa anaandikia hao watu katika kuwatia moyo. Na wasomi wanasema katika maombi yaliyowahi kuombwa katika Agano Jipya, katika hiki kitabu cha Waefeso, maombi yaliyoomba Mtume Paulo yalikuwa na nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia sura ya kwanza. Anaomba maombi kwa ajili ya kanisa liangaziwe nuru. Kanisa liangaziwe nuru. Enlightenment kwa lugha ya Kizungu. Wapate nuru. Ile sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 23 ambapo tumesoma sisi. Lakini ukija kwenye sura ya 3, maombi ya kanisa, waamini waimarike kiroho. Waamini waimarike kiroho, wakue wamfahamu sana Mungu. Na sura ya kwanza mpaka ya 3 ni maombi ya nguvu ya kanisa katika Agano Jipya. Haya maombi katika kitabu hiki cha Waefeso yana nguvu kubwa sana. Na hata ukitaka kujua ukuaji wako wa kiroho, kasome hiki kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sura ya 4 analiandikia kanisa kukamilisha kusudi la Mungu katika kanisa. Kulikamilisha kusudi la Mungu katika kanisa. Ule mstari wa 11 katika ile sura ya 4 anawaandikia viongozi wa kanisa. Na hiyo ni karama ya maongozi. Anawaandikia mitume, manabii, wachungaji, walimu na wainjilisti. Na mstari unaoshuka anasema kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu hata mwili wa Kristo ujengwe. Haleluya. Anaomba ule ukamilifu ambao Yesu alitegemea uwepo ndani ya kanisa. Na hayo ndiyo yalikuwa ni maombi yake. Kwa hiyo aliomba kwa huruma kubwa na aliomba kwa mzigo mkubwa. Yeye alikuwa gerezani, lakini anatoa ujumbe wa kuwasaidia watu wengine. Hakuona kama ingefaa mtu mwingine angesononeka akabaki hivyo asingeandika kitu chochote. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtumishi wa Mungu na alitupa kwa ajili ya mataifa, aliandika kwa kusudi la kuwatia moyo kanisa la Waefeso. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Swali langu linakuja baada ya kutafakari sana haya maombi ya Mtume Paulo. Swali langu linakuja nasema, kwa nini
kikamilifu. Ule mstari wa 17. Hatuna ile hekima na ufunuo wa kumjua yeye. Ndio kumjua Yesu. Kumjua Yesu. Si tu kuja kwenye ibada na kushangilia na kufurahi. Iko hatua, commitment. Ile kusudio la ndani kabisa. Anasema ule ufunuo wa kumjua yeye na hekima ya kumjua yeye. Sisi tunapaswa kuwa na hekima. Hekima ni ujuzi unaotoka mbinguni. Wazungu wanaita supernatural power, ambayo inakutana na manini, inakutana na nguvu ya Mungu. Uwepo wa Mungu unakutana na ibada ya ndani ya manini. Hekima ya kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni karama ya kipekee sana ya mtu kumjua Mungu. Lakini tunajua kwamba Kristo alifanyika kwa hekima ya Mungu. Mtume Paulo anaongea ile sura ya kwanza ya Wakorintho mstari wa 18 na mstari yote ya chini pale. Anadadavua ule mgongano kati ya Myahudi na Myunani wakishangaa kazi ya Yesu pale msalabani. Anawaambia ninyi mnashangaa kwa sababu Wayahudi walikuwa wanakwazika. Kwa nini kama ni Mwokozi aangikwe msalabani? Na Wayunani wakaona ni upuzi. Atakuwaje Mungu afe alafu aache dunia ikoje? Lakini hiyo ilikuwa ni hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hekima ya Mungu, yani kufunua ukuu wake. Anasema wale wanaodharau msalaba, kwa wale wanaokoka ni nguvu ya nani? Amen. Ninyi mnaona msalaba ni upuzi, lakini ni hekima ya Mungu na ni nguvu ya Mungu. Na hata kwa sisi wale wanaodharau kazi ya msalaba, lakini sisi kwetu ni nini? Ni nguvu. Haleluya. Hiyo ilikuwa ni hekima ya Mungu. Mtume Paulo anawaandikia anasema, natamani mngejua ufunuo, mngefunuliwa mjue jinsi Mungu alivyoshughulika kuwavuta ninyi ili muwe na hekima ya kimungu. Na Kristo ni hekima ya kwanza. Mtu anapookoka mpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake, amepata hekima ya kimungu. Haleluya. Ndio maana hatubaki kama tulivyo. Tunapaswa kukua, tufahamu huyo ambaye ni hekima ya Mungu katika maisha yetu. Tuna chombo cha thamani sana ambaye haiwezi kulingana na wafalme wa dunia hii. Hekima ya mtu aliyeokoka, hekima ya mtu wa Mungu, hekima ya mtu haifanani na mtu aliyeko gizani. Sisi tuna nuru zaidi kwa sababu Kristo akiwa ndani yetu ni hekima ya Mungu. Haleluya. Na Mungu anaangalia wapi hekima yake imeangukia. Anaongea anasema, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Anasema tujue tumaini la mtu wetu. Macho ya mioyo yetu yatujue mwito ambao tumeitiwa. Huu mwito ni maalum sana. Huu mwito ni special sana. Huu mwito umejificha somewhere. Huu mwito unafunuliwa kwa neema. Wewe kuwepo hapa ni kwa neema. Unajua walioko nje kule wanatamani kama wewe ulivyo, lakini bado hawajaona. Wewe hapo ulipopewa huu mwito unataka kuthamini. Ndio maana anasema hebu basi tikisa ufahamu wako. Macho yako ya moyo yatiwe nuru. Uone kusudi la Mungu alilokuitia. Anasema kusudi la Mungu kwa watakatifu jinsi lilivyo. Uoneni basi utukufu wake. Uoneni basi kazi yake aliyoifanya. Macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Haleluya. Macho yetu yatiwe nuru, tuone tumaini la mwito wetu. Mwito wetu ni wa thamani sana. Mungu anatamani kuona mkamilifu katika maisha yetu. Anatamani anapoona kumfahamu yeye, aone ile kusudi linatimia la sisi au la yeye kutuita sisi kuwa vyombo vyake. Bwana Yesu asifiwe. Akitiwa nuru, tutaona utajiri wa utukufu na urithi wake kwetu sisi. Utajiri na utukufu wake na urithi wetu kwetu sisi. Haleluya. Sisi ni matajiri zaidi kuliko watu wengine wote. Sisi ni matajiri sana. Utajiri wetu ni wa kiroho. Na tuko hapa kwa sababu tuna tajiri mkuu. Aliye na vyote ni Mungu. Anasema mimi ni vyote katika vyote. Mstari ya mwisho Mtume Paulo anakuambia, aliandika mambo haya kwa ajili ya kanisa. Katika yote na katika yote. Haleluya. Tuna Mungu ambaye ni tajiri sana. Tuna Mungu mwenye kumiliki vitu vyote. Vitu vyote tunavyoona ni mali yake.
tuwarithi katika uzima wa milele. Vinaandaliwa vilivyo bora kwa ajili yetu. Mungu ameandaa kwa ajili yetu. Tutarithi uzima wa milele usio na kikomo, na tutarithi furaha ya milele, tutarithi amani ya milele, tutaingia ule mji mtakatifu. Sisi ni matajiri. Haleluya! Sisi ni matajiri. Haleluya! Leo kasema jamani, mimi niko kwenye kiwango cha chini sana. Mimi niko kwenye kiwango cha chini sana. Kule Dar es Salaam ujengaji wa kwanza ulikuwa ni ule wa mbavu za mbwa. Wanakandika hivi. Lakini wakati wa mvua udongo unamonyoka. Mtu akilala unamuona kwa ndani. Mimi nakwambia hiyo isikujalishe. Mungu anapokuita na kusudi lake. Mungu anapokuchagua na kuita kwa kusudi lake. Haijalishi mtu anapita juu. Haijalishi uko mtaa gani. Haijalishi ana kazi au hana kazi. Anakujua kusudi. Anajua na kusudi na wewe. Ni wewe tu kufunguka na kusema moyo wangu muone Bwana. Kwa nini ameniita katika hali hii? Siku moja utafurahi pamoja naye. Siku moja utafurahi pamoja naye. Haleluya! Haleluya watu wa Mungu. Anawaambia tena. Sababu nyingine ya pili kwa nini hatukui? Hatujui ubora wa ukuu wa uweza wake. Ubora wa ukuu wa uweza wake. Ndani yetu kuna woga. Ndani yetu tunaoga. Hatuamini. Tunaogopa. Wakati mwingine unatetemeka. Wakati mwingine mashaka yanakujia. Mwingine akipita katika msukosuko anasema hivi niko kweli sahihi? Hivi ni Yesu kweli ananisaidia? Haujajua ubora wa Yesu Kristo. Hiyo ni habari nyingine. Yesu ni habari nyingine. Yesu ni bora. Tunashindwa kumwita bora. Na wazungu wana lugha zao. Hatuwezi tukisema Superman tunaona kama hajafika kiwango chake. Kwa sababu hatuwezi kumwita kwa ubora uliopo. Tunatumia kwa lugha yetu hii hapa. Yesu Kristo ni bora. Na ubora wa maisha yetu aliwachilia kwetu sisi. Yeye ni wa thamani sana. Na ndio maana alikufa kwa ajili yetu. Na ndio maana alitutafuta kwa machozi. Na ndio maana alitoa uhai wake kwa ajili yake. Yeye ni bora. Na anaweza kuwa uwezo wa Bwana tuweze kupima katika viganja na kwenye kozi zetu. Yeye ni bora. Anaweza yote. Ana sifa zote. Ana nguvu zote. Anajua yote. Yuko mahali pote. Huo ni ubora wa kipekee. Hata kama Mungu wa mbinguni yupo, anakaa ndani ya mioyo yetu. Yuko katika maisha yetu. Yuko mahali pote. Unapozunguka kote kote unamkuta. Yeye ni bora kuliko viumbe vyote duniani. Haleluya! Tujue ubora wake. Ubora wake. Tuna uwezo wa kujua hata kama kuna upinzani. Hata kama kuna upinzani. Hata kama kuna mamlaka ya namna gani. Mtume Paulo anasema katika kitabu cha Rumi. Anasema ni nini kitanitenga na upendo wa Kristo? Nini kitanitenga na upendo wa Kristo? Upendo wa Kristo ni bora. Hakuna upendo ambao utafanana na wa Kristo. Anasema hata kama nchi ikaja kinyume, hata kama malaika, hata kama viumbe vyote vile. Anasema hata kama nikiwa na njaa, hata kama nikiwa na kiu, hata kama nikaishiwa, hata kama mamlaka ikaja kinyume na mimi, lakini anasema Yesu Kristo ni bora. Siwezi kutengana na upendo wake. Nikilinganisha huruma yake, nikilinganisha upendo wake, nikilinganisha ukuu wake, na nikuta bado nitamtumikia. Haleluya! Haleluya! Anasema tambua ukuu na uwezo wake. Tambua ubora wake. Nguvu alionayo, nguvu yake inapita nguvu zote. Nguvu za wafalme na nguvu za mashetani vyote vinanawa mikono, vina surrender. Ubora wa nguvu ya Mungu sio wa kawaida. Uwezo wa Yesu sio wa kawaida. Tunawaona hata wale ndugu zetu ambao walienda uhamishoni. Akina Danieli, unafikiri je, wakati mwingine tunasoma Biblia kwa kupita. Haikuwa jambo la kawaida. Watu wanadumbukizwa kwenye moto alafu hawasiungue. Na walikuwa watatu akaonekana mtu wanne. Na watu wamejaa wanaangalia ni namna gani watataabika alafu waungue. Hii ilikuwa inaonyesha
tunaogopa falme za wanadamu. Wakati mwingine tunatetemeka kweli kweli, tunaogopa falme za wanadamu. Alafu tunaona kama yani utafanyaje sijui. Lakini nikwambie, hakuna kuogopa falme za wanadamu. Falme zote ziko chini ya Mungu. Yesu alipewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Haleluya. Amen. Haleluya. Na nchi hii ionekane ni powerful, ionekane ina nguvu katika ulimwengu. Ulimwengu ili uende, lazima tuwe na wasomi, lazima tuwe na elimu ya juu, lazima tuwe na maengineer, tuwe na watu wana sayansi na kadhalika. Elimu kubwa inaweza kudrive, na hiyo inaweza kusababisha hawa wasomi wakasababisha tukawa na uchumi mkubwa. Jambo la pili ni uchumi. Na nchi inayojidai ili itawale dola, ili itawale dunia hii, lazima iwe na wasomi, lazima iwe na uchumi wa juu, na lazima iwe na jeshi la kutosha. Sinaonaga watu kwa falme wanatambiana. Wanatambiana. Ukileta fikofio kwa mwanzo wanatoa manufaa huko chini kule. Alafu anayatoa na kuambia uko tayari? Uko tayari kupigana? Na anatambisha na nguvu zake. Na kukumbuka kuna miaka mingapi 10 iliyopita, kuna jamaa alikuwa anafanya choko kwetu. Wale wetu akasema subiri nikuonyeshe. Alipotoa mimi jamaa alifuata mkia, akanyamaza mpaka leo. Huwezi. Na tunaona mataifa yanapotambiana. Tunaona Marekani inatambiana na Urusi kwa sababu ya nini? Wana vifaa na wana watu ambao wameelimika na wanatengeneza silaha za ajabu na wanatimiza maandiko. Silaha zingine zinatoa moshi. Biblia inasema kutakuwa na nzige ambao watatoa moshi huko. Hizo ni silaha. Tunaona hata pale kwenye vita ya Mashariki ya Kati wanapopigana, majamaa yanatambiana kwa sababu yana silaha, kwa sababu yana uwezo. Na Mungu amewapa tu hiyo neema, na Mungu anawapa ule ujuzi kusudi neno lake litimie. Lakini nikwambia mtu wa Mungu ametupa sisi nguvu kubwa kuliko majeshi ya wanadamu. Itikia ndio. Itikia amen. Mungu ametupa sisi jeshi kubwa. Ametupa nguvu kubwa. Ndio sisi tunaweza kupenya popote katika jeshi lolote. Nguvu ya maombi tulionayo inapenya popote. Inaweza ikaharibu popote. Na inaweza ikazuia silaha yoyote. Haleluya. Inazuia. Kama shetani mwenyewe aliyekabidhiwa dunia hii na bado tunaparangana naye. Sasa ukutu hao ambao wako sehemu moja. Maana ile shetani ndipo angalia alijatua bado na mashetani zake ndio tunapishana nao mitaani. Lakini tukisema kwa jina la Yesu tunafia tamkia. Na hatujaona katika ulimwengu wa roho. Lakini nguvu yetu ni kubwa. Nguvu yetu ni kubwa. Na hatupasi kuogopa, hatupasi kutishwa, hatupasi kukimbia, hatupasi kuogopa kazi za adui. Ni lazima tukabiliane katika jina la Yesu, kwa sababu silaha zetu zina uwezo hata kuangusha ngome. Tumepewa naongea katika kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya 3, sura ya 10 mstari wa 3. Anasema ingawaje tunaenenda katika jinsi ya mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa sababu silaha zetu zina uwezo katika Mungu. Anasema zina uwezo kubomoa ngome, zinaweza kuharibu ngome, zinaweza kuharibu silaha za yule Mungu. Haleluya. Haleluya. Ngome ni nini? Tumepewa majadili ngome ni nini? Ni lile wazo lilosema. Uko ule ni wachawi. Uko ule ni wezi. Uko ule ni walevi. Kijiji hiki hakiingiliki. Hiyo ni ngome imejificha. Lakini tukiomba Mungu, si makanisa yanajengwa, si watu wanahubiriwa, si tunaibomoa ngome. Silaha zetu zina uwezo katika kuvunja. Na hata hapa songea kama iko ngome tunaibomoa kwa jina la Yesu. Tunakemea kwa jina la Yesu. Kwa sababu silaha zetu zina nguvu. Na wala hatuogopi falme za wanadamu, wala hatuogopi ufalme wa shetani. Nguvu ambayo imewekeza ndani yetu ni kubwa sana. Nguvu yetu tunatakiwa kuitumia. Haleluya. Usiogope, tumia nguvu yako. Usitishwe na jambo linalolia usiku. Wengine wanaogopa bundi, wengine wanaogopa nyoka. Kemea katika jina la Yesu. Tulipoanza kazi pale Mazese ilikuwa ni kivumbi. Tumeingia mtaa ambao ulikuwa umezindikwa. Na tuliponunua kiwanja tukanunua karibu na mti mkubwa ulikuwa ni mwembe.
na ule mwembe ulikuwa wanachezeaga ngoma za asili zile za mila na desturi zile. Na huko kwetu kwenye kijiji chetu cha Masese pale Zaramoni wanacheza zile ngoma zile, na watoto wa kike wanapelekwa wakiwa uchi, wanachezeshwa na kufundishwa namna gani mtu anakuwa kama mtoto wa kike. Kwa hiyo ule mtu ulikuwa umezungukwa na mapepo, lakini Bwana alipotunyoshia mkono tukanunua kile kiwanja, ule mti ambao ulikuwa karibu na kiwanja chetu ulikauka. Na ulipokauka, wale majirani wakasema, jamani, nini kimetokea? Kumbe kanisa linakuja mahali hapa. Tukagundua kumbe majirani walikuwa hawalali usiku, majengo yanamwagiwa mchanga, wanakuta mawe yanarushwa, ukitoka nje humuoni mtu pale. Mashetani alikuwa anawachezea, lakini nguvu ya Bwana ilipofika hapo, hata ule mti ili waendelee kuabudu ulikoma, na ule mti nikwambia ulikokauka, hakuna Yesu mtu kupanda na kwenda kumkata. Wakasema, ni nani ataukata? Unakwanyuka na unataka kugonga watoto. Wakaenda kumita jamaa mmoja, akasema, mimi naenda kukata ule mti. Akamwambia, lakini ni mali ya mama moja, alikuwa anaitwa, jina limetoka, alikuwa anaitwa Sinani, jina fulani. Huu ni mti wa mtu mmoja, ukipanda utakufa. Akasema sifi. Akapanda. Alipokata akakata matawi, akafikisha hata ile gogo limesimama. Aliposhuka yuko maututi. Wakambeba mzega mbili. Akasema, namuomba mtu mmoja. Kuna kijana wetu alikuwa anaitwa George, na wakati ule alikuwa na nguvu ya Mungu sana. Niitieni George na kufa. Alipofika akasema, nini? Akasema, nimekata mti wa Yasini, nimekata ule mti wa mama. Ni wewe ndio uliyekata pale? Wanasema nitakufa. Akamwambia, huyu kwa jina la Yesu. Aliweka mikono yake pale, akasema, kwa mamlaka ya Yesu Kristo hautakufa. Ninakemea pepo zilizotumwa kukuzuru wewe. Yule mtu akainuka akawa mzima kwa jina la Yesu. Haleluya. Na tunashukuru nyingi sana kupata neno ambalo tunashukuru. Tumemwona Mungu akitetea na kutupigania. Tumemwona Mungu akisimama pamoja na sisi. Tumepita katika hali ngumu, lakini tumemwona Bwana. Hajawahi kudhurika mtu, na bado kanisa linaendelea mbele. Haleluya. Wakati unaimba sifa hiyo imepamba moto, kwa kuna kiti cha enzi kinakuja. Wazee wanapita huko, wanapita watu kama 6 hivi, wanazunguka ili kukizana na nguvu ya Mungu. Lakini tukasema, Mungu, sisi hatuko katika kulaani watu wafe, lakini wewe utashughulika na maadui zako. Nimesema adui zetu ni adui za Bwana. Aliondoka mzee mmoja baada ya nyingine, tukasema kama ni upinzani wa kuokoa roho za watu, wao watashughulika nao. Hawapo mpaka leo. Wakasema, majamaa yana nguvu ya namna gani? Hata wazee wanaopeleka mitaani wao wanapita tu. Tukaona nchi imefagiliwa, Yesu anaendelea kuhubiriwa. Haleluya. Usiogope. Nataka nitie moyo, usiogope. Amen. Mungu wetu ni mkuu sana. Mungu wetu anaweza yote. Na jeshi tulilo nalo lina nguvu zote. Jeshi la Bwana linajua siri za majeshi mengine. Nikwambie, tunajua maombi yetu yanapenya, na ndio maana tukiomba hapa mtu aliyeko Marekani kule anapata badiliko. Na kokote, hata kama tukienda Saudi, anapata badiliko, anapona. Uwezo tulio nao ni mkubwa sana. Hatupasi kuogopa wala hatupasi kutetemeka. Ndio maana tunahitaji kukua. Haleluya. Amen. Sababu yangu ya nne nasema, hatujampa Yesu nafasi ya kutosha. Hatujampa Yesu nafasi ya kutosha tumjue. Na wakati mwingine ule mstari wa Isaya 3:17 anasema, shughuli za dunia hii zimetubana. Na wakati mwingine tunatanguliza mali kwanza, alafu Yesu ni wa pili. Zile tunabadilisha zile nafasi. Yesu ni wa kwanza, alafu mali ni za pili. Kwa sababu yeye ndio mfalme wa mali zetu. Tajiri uko mikononi mwake. Hatujatoa nafasi yake. Tuna mashaka mengi. Atasema, nikiondoka tutakula nini? Ni kweli unaweza kuuliza kama wanadamu, lakini Yesu analisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu analisha. Yesu anajua mambo yote. Mimi ni shahidi, tulipomaliza tukaanza kazi, huyu ndugu yangu alikuwa ni injinia katika wizara ya ujenzi, akaacha kazi. Mimi ni mama wa nyumbani, tutakula nini na watoto? Tulimwamini Mungu. Amen. Tulimwamini Mungu. Amen. Tumepita katika mambo, tumemuona Mungu. Mpaka watoto wangu nawaambia, jamani, kesho asubuhi hatuna kitafunio. Sasa itakuwaje na jioni hapa Mungu wetu anatoa
yote. Haleluya. Ondoa mashaka wewe. Ondoa wasiwasi. Mungu anajua mahitaji yetu. Na ndio maana alikuja kama mwanadamu. Tukisoma na kujifunza Yesu na mwanadamu wake alikuja kuhakikisha kujua kila detail ambayo tunapitia. Na alifanya kwa sababu alitaka tuone, akafanyika jamaa ya karibu kwetu sisi. Alitembea kwa mguu kama wewe, alikula ugali kama wewe, alitembea alikuwa anaona kiu kama wewe, ili kusudi ajue mahitaji tulionayo. Na hata alipokuwa naomba kwa Baba, Mungu alikuwa anatimiza kwa sababu alikuwa anajua hawa ni wanadamu. Aliexperience maisha yetu ya ubinadamu. Kwa nini asijue mahitaji yako? Amen. Yesu nafasi. Biblia inasema tunafahamu kwa kina na upana jinsi ulivyo upendo wake. Sura ile ya 3 anasema tujue upana, tujue na urefu wake, tujue na kina cha upendo wa Yesu katika maisha yetu. Maana yeye ndiye aliyekufa kwa ajili yetu, aliyenunua hawezi kuacha likapotea, na aliyelifia hawezi kuacha likapotea. Ni lazima atalea. Yesu analea. Haleluya. Yesu analea. Nataka upate hatua nyingine tunapoendelea kumjua yeye. Tusibaki katika level ile ile. Pata hatua nyingine. Nikwambie mwaka kwa mwaka 2025 tunakuwa. Haleluya. Tunaongezeka na kustawi. Hata wewe unataka kukua. Amen. Ukue. Haleluya. Amen. Kwenye huduma yako ukue. Kama wewe ni mwimbaji, imba sana. Kama wewe ni mpigaji, piga sana. Kama wewe ni mwongoza sana, ukue na kuendelea. Kama wewe ni mwalimu wa wanafunzi, jifunze zaidi, usibaki kama ulivyo. Maana kanisa ni kitu kiumbe hai. Kanisa linakuwa, na kanisa linapokuwa linakuwa na watu wake, hao ndio wenyewe wanakuwa. Tunapomfahamu Yesu alikuwa katika kimo na maarifa, akampendeza Mungu na wanadamu. Aliyeko ndani yetu anataka tukue. Kama wewe ni mtoaji, ulikuwa unatoa shilingi 1,000, 2,000, kuwa sasa. Mwambie Yesu, nataka nitoe kuanzia 5,000 na kuendelea. Kama wewe una huduma yote ile, kuwa sasa. Na kubuni vitu vilivyo vizuri, kwa sababu akili tumepewa kwa sura na kwa mfano wake. Haleluya. Tumepewa akili na Mungu kwa sura na mfano wake. Tunapaswa kukua. Fahamu yeye. Haleluya. Amen. Anasema Kristo na akae kwa wingi ndani yetu. Kristo akae kwa wingi ndani yetu. Tuungane na watakatifu wengine kwa upana, kwa urefu na kina, na kwa upendo mkubwa, na tujue upendo wake. Kristo akikaa ndani yetu, akikaa ndani yetu kwa wingi, hautatetemeka. Hakuna wakutisha. Una Yesu. 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 Huyu Yesu ni habari nyingine. Nimemuona mimi katika maisha yangu. Nimemuona katika huduma tulionayo. Nimemuona hata katika ukoo wangu akifanya mambo makubwa. Mungu anatutaka tukue kiimani. Mungu anatutaka tukue kiimani. Anasema tumfahamu sana mwana wake. Tumfahamu sana mwana wa Mungu. Na hili ni sisitizo kubwa sana.
Sijaijua Biblia bado. Mungu akasema wewe nenda tu, hata kama ukifika masaa na kupeleka. Nahitaji kumjua Yesu, nahitaji kujua neno lake. Nikisimama madhabahuni watu wamuone Bwana. Ninapotoa ushauri watu wakutane na Bwana. Bado sijamjua vizuri, nahitaji kumjua zaidi. Haleluya. Haleluya. Yesu anataka tukue. Yesu anataka tukue. Anasema tuishike kweli katika upendo. Shika ukweli katika upendo. Na anasema tukue katika yote. Hapa mpaka kwenye notisi zangu niliweka alama kubwa. Mungu anataka tukue katika yote. Katika utoaji, katika maombi, katika kushuhudia, katika ibada zetu zote. Usifanye ibada kwa kulipua. Na ukiwa una maombi yako hakikisha unakutana na Roho Mtakatifu. Huo ndio ukuaji. Wakati mwingi tunaomba, tunakuja tunaishia pale. Hatufiki huku madhabahuni katika kiroho chetu. Kumbuka unapomwendea Mungu kusudia, lazima utoboe ile ngome ambayo ilikuwa imewekwa na maisha ya kawaida ili ukutane na Roho Mtakatifu. Na ukikua katika njia ya maombi, ukakua katika njia ya kumtolea Bwana, kitu chochote kikitangazwa utakuwa una amani, wala huwezi kusita kwa sababu unamfahamu Bwana wako. Amen. Hallelujah. Tukue katika yote. Mtume Paulo anasema usiwe kama mtoto mchanga. Ukitupa huku na huku hiki kinaonekana huko. Tulia, utafute Mungu vizuri. Amen. Na utimilifu wa maandiko unakuja. Manabii wa uongo wanakuja. Na hao wanavuta kama nguvu ya dhambi. Wanakuvuta kwa sababu wao katika tumbo tu wanataka wapate mkate wao kila siku. Lakini sisi tunataka tukamuone Bwana. Tunalenga twende mbinguni. Tunalenga tumfahamu Bwana. Tunataka Bwana aseme na sisi. Kama alisema mara moja kwa mwaka, ruhusu tena aongee aseme na wewe. Unataka usikie sauti ya Bwana? Bwana yuko tayari anaweza kusema na wewe kwa sauti yoyote ile. Ili mradi unamtafuta kwa bidii. Haleluya. Katika yote Bwana anataka tukue. Haijalishi wakati mwingine unatoa machozi. Dumu katika Bwana. Wakati mwingine unakuwa kama unavutwa na hali na uchumi na haya yote bado. Na katika mwaka huu bado ni rahisi sana. Mwaka unaofuata kutakuwa na mabadiliko makubwa. Ili dunia iweze kujaza kilele cha nini cha dhambi yake ije hukumu yake sawa sawa. Lakini mtu wa Mungu anatakiwa abaki akiwa salama. Amtumaini Bwana. Inua kiwango cha kumtumaini Bwana. Inua kiwango cha uchaji wako. Sogea kwenye kiti cha enzi. Kisogelee kwa nguvu zote. Biblia inasema tufanye kazi kwa bidii. Tumepata naongea katika kitabu kile cha Warumi sura ya 10 inasema mwenye kukirimu kwa ukarimu, mwenye kufundisha kwa bidii, mwenye kusema hiki kwa bidii, mwenye kukaribisha wageni akaribishe kwa bidii zote. Hizo bidii zinatufanya ili tuendelee kuwa karibu na yeye. Na tukiwa na yeye anajua mahitaji yetu. Anasema tukiwa na yeye anajua mahitaji yetu. Wakati mwingine hatutaomba mkate, tukikutana na yeye anatoa mkate. Hatuwezi kuwa na mawazo ya kusema nile nini. Biblia inasema anajua watu wake. Kama anaweza kulisha ndege wa angani, anatupa zaidi kuliko ndege wa angani. Kwa sababu sisi ni taji ya uumbaji wake. Anajivunia sisi. Ni nani anatamani kukua? Ni nani anatamani amsogelee Bwana? Ni nani anatamani aseme na Bwana? Ni nani anatamani kumgusa Bwana? Ni nani anatamani kusikia sauti ya Bwana? Hebu usimame hapo ulipo. Simama kwa miguu yako. Tunahitaji kumgusa Bwana. Tunahitaji kukutana na Bwana. Tunahitaji kusema na Bwana. Tunahitaji kuonja uzuri wake. Tunatamani kuonja utamu wake. Tunatamani kusogea kwenye kiti cha rehema. Maana yeye anatutaka tuseme naye. Unajua hana watu wengine zaidi ya sisi. Ya kwake. Na yeye ndiye msimamizi. Anatutaka tusikie kutoka kwake. Ila tumjue vizuri. Anapoita tuitike. Anaposema kaa chini tutakaa. Anasema siku ya kulala chini tutalala. Anasema inukeni mniimbie tutaimba. Kwa sababu tunamjua baba yetu. Hallelujah. Praise team, hallelujah. Wale members, hallelujah. Tunahitaji kuimba wimbo unasema nataka nimjue Yesu.